ndo atetu ndimucokerie ngatho ni mahoya manyu na nitukenete na twina thayo na mutikamakene maundu maya mekuo maingi gutire mbura itakiaga neno ni gukia na riria kwina andu manene gukirie gwekate ndaigua hindi ya mahoya ma kirindi kairitu kahoya kahoera andu aria manyititwo migwate ciana citu iranyitwo migwate ikoragwo ni undu wa kwaria ndeto cia ma mĩrĩ ĩronekire ĩtatũ ira na tũraiguaga atongoria angĩ makiuga atĩ nĩ andũ marenyita mĩgwate rĩu ũkarigwo no ũkĩnyite mĩgwate ũcoke wĩyũrage. We would like to ask our leaders waheshimu wa Kenya, kwa sababu Father Patrick, saa ile viongozi wanasimama kusema ati vijana wetu ndio wanajiteka nyara. Sasa mili imepatikana 3. Sasa wewe ulisema vijana wanajiteka nyara, unataka kutuambia ya kwamba hao vijana wamejiteka nyara, wamejiua na wamejituma kwa mtaro? Ni makosa sana kubeba wa Kenya kama ni wajinga. Hiyo maneno ya hao watoto wanatekwa nyara ni mambo ambaye ni mbaya sana, na ni mzuri tukubalie wa Kenya nafasi waongee. Hata Father amesema amesikiza ground, Father mwenyewe, na mambo si mzuri. Sasa huyu Father amesema mambo si mzuri, mtateka nyara. Sasa si ni ukweli? Na ndio mimi tulikosana na hii watu, kwa sababu kijade mwele sisi tulifika pale. Sasa mwaka wa kwanza nikafikiria tunaongea mambo ya ukweli, nikaanza kuona ni udanganyifu. Tunakuja Ruringo tunasema tutamaliza stadium, sasa ni mwaka 2 hakuna barabara, hakuna maji, hakuna hospitali, hakuna dawa. Kazi yetu ni kudanganya wa Kenya kila siku. Ndio mimi nikawaambia mkubwa wangu, hii maneno ya kudanganya wa Kenya si mzuri, tuache tuongee ukweli ile inawezekana. Ndio wakaanza kunisukuma kwa sababu ya kusema ukweli. Father, we want to encourage you and the Catholic Church and thank our bishops for speaking for the people of Kenya. Because when everybody has been silenced, the church is the voice of the nation, is the conscience of the nation. And we want to encourage you, the Catholic Church, to continue speaking. And the issue the governor has raised, tungetaka kuuliza kanisa yetu ya Catholic and other churches to speak out. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. That gang, na huyo kiongozi wa hiyo gang alikuwa kijana mdogo then, kaitwa na Moi akaambiwa ude hiyo kikundi. Is the same leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang, Father, descended on the people of this region with brutal efficiency. They beheaded people, circumcised our women, raped our daughters, defiled our children, extorted money from bus stops, demanded money for dowry, collected money kwa duka. They caused chaos in this region. In the year 2009, Mheshimiwa Kafadha is here. Pale Gathaithi waliua watu 29. Wakakata hao vichwa. Si mnakumbuka?